Unatazama Ndizi TV Afrika. Hujambo mpenzi mtazamaji wa runinga ya Ndizi TV Afrika, na karibu katika taarifa zetu za mpasho, ikiwa kwamba leo hii ni siku ya Jumanne tarehe 18 mwezi wa 11 mwaka 2025. Mwelekezi wangu ni Alex Mungare, nami ni Jeff Nyakundi. Na tukianza taarifa zetu kutoka bunge lile la kitaifa ni kwamba spika wa bunge la kitaifa Moses Masika Wetangula amesema bunge hilo litamuita waziri wa usalama wa ndani Kipchumba Murkomen ili aweze wiki ijayo ili kutoa maelezo kuhusu kucheleweshwa kwa utoaji wa vitambulisho vya taifa, tatizo ambalo limezua malalamiko makubwa miongoni mwa Wakenya na wakazi wa maeneo ya kaskazini mwa Kenya. Akiwahutubia wakazi wa kaunti ndogo ya Hagadera katika wadi ya Fafi, Wetangula alieleza kuwa licha ya serikali kuondoa masharti ya udhibitishaji kwa uombaji wa vitambulisho, wengi bado wanahangaika kupata vitambulisho ndani ya muda unaostahili. Wamezungumzia mambo ya vipande. Rais alitoa amri na tukakubaliana kule bunge kwamba Mkenya yeyote akienda kupata kipande hapa Northern Kenya na kwingine hakuna masharti yeyote na hakuna malipo. Tumeambiwa masharti haiko, lakini vipande inachelewa kuja. Mimi naenda kuita kwa bunge au wabunge wetu Mheshimiwa ambaye anasimamia vipande Kipchumba Murkomen akuje, tumueleze, ahakikishe kila mtu akiandikisha kipande isichukue zaidi ya wiki 2 kipande kufika hapa. Na hao wabunge wetu wote nitawaitia Murkomen next week ili mumuulize maswali mbele yangu aweze kusaidia wananchi vile wananchi wanasaidia kwingine, kwa sababu hapa Northern Kenya, hapa Fafi, hapa Garissa, Wajir na kule Mandera, kila Mkenya ana haki kama Mkenya mwingine yeyote kupata kipande, ili kipande msaidie kupata kazi ya serikali. Na kwingineko, zoezi la usajili wa makurutu wa polisi lililofanyika hiyo jana Jumatatu liliwaleta maelfu ya Wakenya katika vituo mbalimbali nchini, wengi wakitumai kupata nafasi ya kujiunga na huduma hiyo ya polisi. Hata hivyo, baadhi yao walilalamikia masharti kuwa magumu kupita kiasi na kuitaka idara ya polisi kupunguza ukali wa kanuni ili kutoa fursa kwa waombaji zaidi. Licha ya malalamiko hayo, Inspector General wa polisi Douglas Kanja alisisitiza kuwa zoezi hilo limekamilika kwa uwazi na bila dosari zozote zile. Wakisema mimi ni mfupi, kwa nini mimi nimeona mapolisi kama mimi wafupi? Height, kwa nini hao watu hata saizi niko sure hawajazi namba yenye nafaa kuchukuliwa kazi, lakini mimi niko hapa, niko qualified na wananinyima. Nimekubali sina discharge tena, nikaingia kwa line ya raia kama sasa raia juu niko qualified kwa grade. Akakuja akanitoa tena, akanitoa kwa kiwanja. Sasa mimi sioni makosa hii recruitment, sioni kama ni fair. Huwa nafanya vibarua zangu, so huko tu ndo nitarudi tu, like kama nitaangukia Nyota Fund pia inaweza nisaidia kujijenga kima projects and what have you. They're not only coming in as new recruits. We are also getting reformist officers, yeah, so that they can be able we can be able to continue the reform agenda of the service, yeah. Nobody should be asked to give any bribes, and at this juncture we've not received any credible evidence to show that the exercise has been marred by that malpractices. 1,000 new recruits will seriously complement the staffing challenges that we have been facing, and also
it will add to our operational capacity. Na tukiachana na haya ya jana ya kuwachukua makurutu wa polisi, ni kwamba tume ya uchaguzi na mipaka IEBC ikishirikiana na wakfu wa Raymond Omolo imeanzisha zoezi maalum la kuwasajili vijana kuwa wapiga kura katika vitongoji na vijiji vya kaunti ya Migori. Wakati wa usajili uliofanyika Suna Magharibi, wadau walisema changamoto kubwa inayowakabili vijana ni ukosefu wa vitambulisho pamoja na kukosa kuelewa kuhusu umuhimu wa kushiriki katika uchaguzi kupitia kura yao. We are trying to make sure that Luo Nyanza, which we have so many people, but there's that laxity of always trying to register voters. We are trying to encourage everyone, to encourage our youths, to encourage the also older people who, through this work, through this journey, we have realized that they have never registered as. The challenge you are facing as a young generation is the bureaucracy. You see, there's a stalemate. They cannot, the youths who have turned out to come and take the IDs cannot be registered because of that bureaucracy. So we cannot continue with this kind of bureaucracy. The president made it so clear that all these hiccups that has been there or that has been in existence to be removed. I don't know why some of these officers are not compliant. Ngozi ya vijana hapa Migori tuliamua na tukaonelea ya kwamba tulete services karibu na wananchi, sana sana vijana wale wenye hawajapata nafasi kuchukua kitambulisho, wala uko na kitambulisho na hujapata nafasi ya kukata kura. Tumewaletea hii sarakasi hapa karibu, ndio sisi wote tuweze kupata hii nafasi, ndio tupate nafasi ya kuchagua viongozi wenye tunawataka. Na kwingineko katika kaunti ya Nakuru ni kwamba wanaharakati wa Nakuru wameeleza umuhimu wa uwazi na uwajibikaji katika uongozi wa wanasheria, huku wakiangazia maandalizi ya uchaguzi wa chama cha wanasheria wa Kenya LSK unaotarajiwa kufanyika mwezi Machi mwaka ujao 2026. Chaguzi hizi hufanyika kila baada ya miaka miwili, na wanaharakati wanasisitiza kuwa ni lazima viongozi wapya wa LSK wachaguliwe kwa uwazi na kimsingi wawakilishe maslahi ya wanasheria wote humu nchini. Ambao ni wa LSK members ambao ni lawyers wengine wetu, lakini lawyer ambaye atawakilisha LSK ambaye ako na ubinafsi. Tumeona Charles Kanjama kwa mara mingi sana asimamii haki za kibinadamu. Mfano, wakati wa Gen Z Protect ambao waliuliwa, wengine wako hospitalini, wengine wamekuwa disabled, hatujamuona yeye akijitokeza kama vile wengine wake tumeona wakijitokeza kusaidia kwa kesi, either pro bono services ama hata kuzungumuza kuwahusu ama kujitokeza kwenye barabarani kutetea haki za kibinadamu katika jinsi zilivyo katika katiba yetu ya Kenya 2010. La pili, Charles Kanjama ana nia njema na nchi yetu, manake wanaomfadhili ni International Family Watch ambao ni watu ambao hawana malengo mazuri ya kuhakikisha kwamba article chapter 4 of the Constitution of Kenya is implemented effectively. We've seen them propagate problematic statements about what a family looks. And we are saying that if we are having to have Kanjama as the president, then the Constitution of Kenya will be under siege. We are also seeing Kanjama being a proponent of the government. We've seen him severally in boardroom meetings with the President of the Republic. And we know that we are getting into elections. We don't want 2027 election to look like what is happening in Tanzania because of lack of a strong LSK in this country. So we are urging the members of the LSK, please elect a leader who has integrity, elect a leader who values the principles of governance, elect a leader who is also visionary for the constitutional implementation. And last, Charles Kanjama has been the president of the Law Society in Nairobi. And we are urging that it's time now, the Nairobi lawyers, to also let other lawyers in other counties and other places to also lead this institute. More especially, they are happy that faith is... Na kwingineko, moja katika kaunti ya Migori pale tukirejea ni kwamba mmoja wa walionufaika na mpango wa Nyota anayeishi na ulemavu kutoka kijiji cha Ayego, Suna Mashariki, ameishukuru afisi ya habari ya Migori baada ya kumsaidia kujiandikisha kwenye mafunzo ya programu hiyo kufuatia mkanganyiko wa awali wa kuelekezwa kituo kilichoko huko Meru. Ushirikiano kati ya mamlaka
mamlaka ya kitaifa na za eneo hilo ulirahisisha tatizo hili na kumwezesha yeye pamoja na wengine kunufaika na watu 233, watu 7 wenye ulemavu kukamilisha mafunzo ya uwezeshaji yaliyofanyika mjini Migori. Mwandishi wetu Lennox Odede ana taarifa hiyo kwa kina. Mwanufaika wa mpango wa Nyota anayeishi na ulemavu ametoa shukrani kwa ofisi ya habari ya Migori kwa mchango wake mkubwa katika kumsaidia kujiunga na mafunzo ya mpango huo yanayoendelea. Margaret Ajema, mkazi wa kijiji cha Ayego katika kaunti ndogo ya Suna Mashariki, ameeleza kuwa alipigiwa simu siku ya Ijumaa Novemba 14 na kuarifiwa kuhudhuria mafunzo katika shule ya msingi ya Maua, kaunti ya Meru. Amesema alichanganyikiwa kwa sababu alifahamu kwa mafunzo yalipaswa kufanyika katika eneo ambalo kila mshiriki aliwasilisha maombi. Ajema alitafuta msaada katika ofisi ya habari ya Migori kupitia usaidizi wa mamlaka husika wakiongozwa na katibu mkuu wa idara ya uwekezaji wa umma na usimamizi wa mali Cyril Odede. Ameweza kujiunga na wanufaika wengine wa Nyota katika shule ya msingi ya Muslim mjini Migori siku ya Jumatatu Novemba 17. Na nilipigiwa simu Friday jioni saa 12 niende Maua Primary Meru, na sikuweza kufika huko. Nimejaribu, nikaulizia, hadi nimetembea kwa hizi ofisi zetu, hadi nimefika kwa information. Hapo ndio hadi nikafika, hadi nimekuwa admitted. Nataka kuwashukuru PS Odede na Susan na waandishi wa habari Migori, na washukuru kwa sababu wamenisaidia, nimekuwa mmoja wa wengine. Kulingana na mratibu wa kituo cha mpango wa Nyota katika kaunti ndogo ya Suna, Geoffrey Ounda, Ajema atapata msaada unaohitajika na ataunganishwa ipasavyo katika mafunzo ili anufaike kikamilifu na mpango huo. Through the intervention of the journalist, the local administration and relevant officers. She's on a wheelchair. She cannot be able to walk. And initially she had been taken in Meru to be a beneficiary of Nyota in Meru. But because of her condition and she comes around here, she comes from Ajema, she comes from Ayego, which is a location in East, Suna East. It's been deemed necessary that she's accommodated here through the effort of the PS. We are going to give her a manual, assign her one of the teachers who is coming around her place, and some of the students who are coming from her area to make her go through that training. And where there will be difficulties, we shall also be coming in. We are going to take her contact. Beside the teachers and the other mentors, we shall also be in hand to assist her. Mafunzo hayo yanayoendelea katika kaunti ndogo ya Suna Mashariki yamewaleta pamoja jumla ya wanufaika 235 wakiwemo watu 7 wanaoishi na ulemavu. And among them we have those who are also disabled. They call them the PWD. We have around 7 the PWDs. Some who are deaf, some who are lame, and some also have a different kind of disabilities. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Naam, hapo ndipo tunafika tamati na habari hiyo kutoka kaunti ya Migori. Mwandishi wetu Lennox Odede, tunasema kwamba shukrani sana zaidi kwa kuiandaa taarifa hiyo. Basi hapo ndipo tunafika tamati katika taarifa zetu za Mpasho saa 7. Langu jina ni Jeff Nyakundi, mwelekezo wangu amekuwa ni bwana Alex Mungare, mwenzangu Peter Mwita anaendelea kujiandaa katika taarifa za saa 1 jioni, ikiwa kwamba ni Ndizi saa 1 akufahamisha yote yale ambayo yanaendelea, ikiwemo pamoja na yale ambayo tunatarajia kutoka kaunti ya
ya Nyamira ambako ile impeachment motion ilikuwa imefikishwa hiyo jana bungeni, na leo ilikuwa ipate kujadiliwa pale bungeni na kisha baadaye wapige kura kama watamuondoa gavana ama atabaki mamlakani. Usiende mbali, endelea kufuatilia Ndizi TV Africa kupitia mitandao yetu yote ya kijamii, na bila shaka endeleza kuzungumza nasi kupitia nambari yetu ya ujumbe mfupi 21575, na bila shaka kuendeleza mazungumzo hayo kupitia WhatsApp namba yetu 0711199890. Kwaheri, jina langu ni Jeff Nyakundi. Unatazama Ndizi TV.